بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مبادئكم حمد الله سبحانه وتعالى، كذلك كمصليا تميت محمد صلى الله عليه وسلم. hakuna budi kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametuafikisha katika jambo letu ambalo tulikusudia kwa muda mrefu sasa, katika kuisoma risala hii ya Sheikh Abu Furaihan Jamal ibn Furaihan Al-Harithi rahimahullahu ta'ala, katika masala ya at-talaq, kadhalika na sababu za at-talaq na tiba yake. Kwa hivyo leo katika markazi yetu hii Jundub ibn Junada tutaanza kusoma risala hii. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala tuwafikishe tuweze kuikamilisha kwa muda muafaka, kwa muda wa karibuni. Allah tuwafikishe katika hilo. Na hakuna maelezo mengi sana kuhusiana na shekhi huyu Abu Furaihan ambaye ni Jamal ibn Furaihan Al-Harithi rahimahullahu ta'ala, ambaye alikuwa ni mwanachuoni katika wanachuoni wa Ahlus Sunna wal Jamaa. Alifariki miaka karibuni, ambayo ilikuwa tarehe 9 ya mwezi wa Ramadhani ya mwaka 1442 Hijiria, sawa na tarehe 19 2021. Kwa mpaka sasa ukihesabu miaka hii hapa miaka 4 hivi, rahimahullahu ta'ala. Na ana vitabu vingi ambavyo ameandika, lakini miongoni mwa vitabu vyake wa Rasail ni hii, kama atavyovielezea vingine hapa mbele. Kwa hivyo akaanza shekhe na mukaddima bila kupoteza muda, akasema: taqdimun, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. amma ba'du, فمن آثار المرء المسلم النافعة بعد موته العلم النافع الذي يورثه من بعده. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من 3، وذكر العلم أو علم ينتفع به. kisha akaendelea kusema: wa innani ahmadullah ta'ala ala an yassara li akhi al-fadili Mustafa Muhammad al-Fawzi Hashim al-Masri صاحب مكتبة منارة الإسلام بمصر، حيث قام على خدمة بعض مواعظ الصوتية والمفرغة، وجعلها رسائل مقروءة يستفيد منها الكثير. الأول رسالة إلى الأزواج فقط، الثاني رسائل إلى المرأة المسلمة، الثالث الحقوق الزوجية، الرابع تربية الأبناء في الإسلام، الخامس الطلاق أسبابه وعلاجه، وجمعها تحت مسمى سلسلة رسائل الأسرة المسلمة.
والله أسأل أن ينفعني بها يوم أن ألقاه. وكما أشكر الأخ مصطفى على جهود المبذولة في ذلك، فقد انشرح صدري عندما بعث لي بالكتب المذكورة الصغيرة الحجم، ورجعتها وصوبت ما تيسر تصويبه وتعديله فيها، ووافقته على طبعها ونشرها، والله من وراء القصد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. كتبه أبو فريحان جمال بن فريحان الحارثي ل10 باقين من رمضان عام 34 و400 بعد 1000. haya akasema huo mukaddima wa kwanza, alafu kisha anaingia kwenye mukaddima wa pili wa kitabu chenyewe katika masala at-talaq wa asbabu wa ilajuhu. Asema taqdimun, utangulizi. Taqdimun, utangulizi. Asema alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sifa zote njema ni za Allah, sala na salam ziwe juu ya mtukufu wa manabii na mitume, ambaye nabiyina Muhammadin, mtume wetu Muhammad, wa alihi wa sahbihi ajma'in, na jamaa zake, alihi jamaa zake, atba'u au atba'ihi, wale ambao wenye kumfuatia wote kwa pamoja. Amma ba'du, ama baada ya utangulizi huu, famin athari almar'i almuslimi, miongoni mwa athari za mtu muislamu, famin athari almar'i almuslimi annafi'ati, miongoni mwa athari za mtu muislamu ambazo zenye kunufaisha baada mautihi, baada ya kufa kwake. Alilmu nafi'u, ni elimu yenye manfaa. Alilmu annafi'u. Kadhalika unaweza ukasema alilmi nafi'i, yote sawa, yote ni sahihi. Kusema alilmu nafi'u inakuwa ni mubtada'u muakhar. Mfahamu? Naam, alilmu nafi'u. Ama ukisema alilmi nafi'i inakuwa ni badal ya athari, inakuwa ni badali ya athari. Alladhi yuwarithuhu min ba'dihi, ambayo atairithisha baada yake elimu hiyo. Qala sallallahu alayhi wasallam, akasema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam juu yake, idha mata al-insanu inqata anhu amaluhu, pindi takapokufa mwanadamu, pindi takapokufa mwanadamu kukatika kwake yeye amali zake, illa min thalathati, isipokuwa amali itakayobakia ni mambo matatu. Wa dhakara, na akataja katika hayo mambo matatu, au ilmu yuntafa'u bihi, katika hayo au elimu ambayo unufaisha, au ilmu yuntafa'u bihi, unufaika kwayo elimu hiyo. Hadithi hii akhrajahu Muslim min hadith Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Wa innani ahmadu Allah ta'ala, na mimi namhimidi Allah aliyetukuka, ala an yassara li akhi al-fadili, juu ya kumfanyia wepesi ndugu ambaye mbora, ndugu mbora Mustafa Muhammad Fauzi Hashim al-Masri, sahibi maktabatu Manaratul Islam, Manaratul Islam, ambaye mwenye kitabu hicho Manaratul Islam, bimisri, aliyoko Misri, haithu qama ala khidmati ba'dhi mawa'idh, kwa namna ambayo, kwa sifa ambayo, au kwa sifa ya kwamba kusimama na kukitumikia au kuyatumikia baadhi mawaidhi, baadhi ya mawaidha yangu, baadhi ya mawaidha yangu, as-sautia, aliyatumikia mawaidha yake ambayo ya sauti, yalirekodiwa katika njia ya sauti. Wal mufarragha, kadhalika na al mufarragha. Mufarragha ni maneno ambayo
yametoka, yani katika sauti yakaingizwa katika maandishi, ndio inaitwa al-mufarragha, yusamma at-tafrighu. Maneno ambayo yalikuwa ni ya sauti kisha yakaingizwa katika maandishi na watu wakayasoma katika karatasi. Akasema waj'alaha rasaila maqru'atan, na akazifanya ni risala ambazo zenye kusomwa, watu wanazisoma. Ilikuwa ni al-mufarragha au at-tafrigh katika mambo ya sauti, lakini ndugu huyu akazifanya kuwa zenye kusomwa. Yastafidu minha al-kathiru, ikawa wanapata faida katika hizo au katika hayo mawaidha, katika hizo faida wengi. Miongoni mwa hizo akataja risala ya kwanza, risalatun ila al-azwaj faqat, risala ambayo inahusiana kwa wanaume tu. Na azwaj inategemea, ni jamu ya zauji. Kwanza inategemea kile ambacho kinakusudiwa. Je, anakusudiwa wanaume au anakusudiwa wanawake? Inategemea kile ambacho kilichomo ndani ya kitabu. Kwa hiyo utakaposoma azwaj usihukumie kwamba ni wanaume, lakini ndani inawezekana ikawa nakusudiwa wanawake. Nafahamiana? Kwa hiyo ni jamu ya zauji, na ni risala hii inakusudia wanaume, sio risala kubwa. Ikitokea mashekhe wakisomesha, walilahi alhamdu. Ikiwa haitosomeshwa, tutakuja kutafuta muda pia tusome na hii insha Allah. Hii unaona si kubwa hii, ya wanaume, rungu za wanaume humu. Wanaume wamekula vyao, maana yake hizi zinahusiana na sifa za wanaume. Kama wanaume 10 na ngapi wamewataja huko, wanaume kama 19 hivi, kila mmoja akampa ya kwake, na mashehe pia wamekula zao huko. Haya, kwa akasema risalatu ila al-azwaji faqat, ni risala ambayo inahusiana na wanaume tu. Kadhalika ya pili, rasailu al-mar'ati al-muslima. Zingine na hizi nimezisahau, niko nazo pia niko nayo. Al-huququ zawjiyya, kadhalika haki za ndoa. Kadhalika tarbiyatul abna'i fil islam, kadhalika hii niko nayo. Zote hizi tuko nazo. Na ya tano akasema at-talaqu asbabuhu wa ilajuhu, talaka na sababu za talaka na tiba yake, ambayo ndio hii tunaisoma. Asema wa jamaaha tahta musamma, na ameikusanya chini ya kuita silsilatu rasaili al-usrati al-muslimati, mfululizo mlolongo wa risala za familia ya mwanamke wa Kiislamu, mwanamke wa Kiislamu. Kisha akasema wallahi as'alu, namuomba Allah, as'alullaha, wallahi as'alu an yanfa'ni biha, namuomba Allah subhanahu wa ta'ala aninufaishe kwazo. Yauma an alqahu, siku ambayo nitakutana naye. Kama ashkuru al-akh, kama anavyomshukuru al-akh, ndugu huyu Mustafa, ala juhudihi al-mabdhula, juu ya juhudi zake ambazo alizozitoa fi dhalika, katika hili. Faqad insharaha sadri, hakika kimefunguka kifua changu. Indama ba'atha li bil kutubi al-madhkura, pale aliponitumia mimi vitabu ambavyo vimetajwa, as-saghiratul hajmu, ambavyo ni vidogo kwa hajmu yake. Hajmu ni unene ule, kwa maana maki, wanasema maki yake ile, unene wake ukiangalia unaona ni ndogo. Waraja'tuha, nikavirejea nikavipitia. Wasawabtu ma tayassara taswibuhu, na nikavisahihisha zile sehemu ambazo zilizokuwa takikana kuzisahihisha. Wa ta'diluhu, kadhalika na kuviweka sawa fiha, ambayo yaliyomo ndani yake. Wa wafaqtuhu ala tab'iha, kadhalika nimemwafiki mimi juu ya kuvichapisha. Wa nashriha, na kuvieneza. Wallahu min wara'il qasdi, na Allah subhanahu wa ta'ala atutangulie
katika malengo yetu. Allah subhanahu wa ta'ala utangulie kwenye malengo yetu. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin, sala za Allah na salam ziwe juu ya mtume wetu Muhammad wa alihi wa sahbihi na jamaa zake kadhalika na wafuasi wake. Katabahu Abu Furayhana, ameandika Abu Furayhana Jamalu ibn Furayhana al-Harithi li'ashri baqina min Ramadhana, nasema 10 lilobakia, kwa siku 10 ambazo zilizobakia za mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambao ni am 34 wa 400 au 400 baada 1000, ni mwaka 1434 Hijria. Kisha akasema at-talaqu asbabuhu wa ilajuhu, talaka na sababu za talaka na tiba yake. Tiba talaka, talaka ni tatizo kama alivyosema Sheikh Abu Nufaida hapa mchana. Kwa hakika ni tatizo, talaka ni tatizo katika jamii. Swala la kuachana au mume kumwacha mke imekuwa ni jambo la kawaida, yani watu ndivyo wanavyoishi, wanaona kwamba ni jambo la kawaida na wala hakuna shida, na baadhi ya watu wanaona kuwa ni sifa. Suala la kuachana, kuachana hakujakatazwa katika sheria. Kwa hiyo tukieleza mambo haya haimaanishi kwamba tunawashikilia watu au tuwajifunga kwamba watu wasiache, lakini zinapoelezwa hizi sababu, maana yake hizi amezitaja, lakini kuna nyingi zaidi ya hizi, nyingi tu. Kwa hivyo pale zinapokuwa zimetokea sababu za kisheria ikawa hakuna budi, si watu waachane. Lakini kama hakuna sababu za kisheria, hakuna sababu za kuachana. Bali leo sikwambii suala la wanaume peke yake, bali hata wanawake pia. Unakuta mwanamke ndiye ambaye mwenye matatizo, alafu yeye ndo anakuwa kwanza kudai talaka. Akiambiwa jambo dogo tu, niache, nipe talaka yangu, usinibabaishe. Na wewe unajihesabu katika wanaume wa maana sana, tena nakwambia ukashika kiuno hivi, na wewe unajiona mwanaume eti. Hapo nikoga na kuona wa maana siku zote, lakini wala una maana. Wapo wanaonitaka mimi hivi, wiko ndani ya ndoa, sema maneno haya. Wapo wanaonitaka mimi, wanafanya hivi, naona hapa ipo kazi hapa. Allahul musta'an. Sasa mwanaume mwingine akiwa hana subira ni kumfiatua tu. Allahul musta'an.